Kuna watu wanaodhani kwamba Mungu yuko mbali sana na wanadamu. Na unapokuwa na mtazamo huo, bila shaka utakuwa na mahangaiko mengi. Katika changamoto za maisha, watu wanapodhani kwamba Mungu yuko mbali nao, hupiga jaramba. Mara wanaenda kwa waganga, mara wanaenda kwa wapiga ramli, mara wanaenda kwa wale wanaohubiri Injili bila msalaba na kadhalika. Kumbe haya ni mahangaiko na kutawanyika kusiko na maana. Mungu ni upendo. Mungu ni huruma. Na Mungu yuko karibu na watu wake. Hebu kila mmoja aseme, Mungu yuko karibu nami. Na muamini. Katika somo letu la kwanza leo, tumekutana na Waisraeli ambao mkumbuke walikuwa wametoka utumwani Misri. Na walipotoka utumwani Misri, walitoka sio kwa nguvu zao, bali kwa nguvu ya Mungu. Mungu mwenye huruma, Mungu mwingi wa haki, Mungu mwingi wa upendo. Na Mungu aliyewatoa utumwani akawaongoza jangwani kwa miaka 40. Hicho kipindi cha miaka 40 ni kipindi muhimu. Ni kipindi cha kutakaswa. Ni kipindi cha kufundwa. Ni kipindi cha kuwekwa sawa na kuwekwa kwenye dira sahihi. Na leo tumekuta hao Waisraeli wamefika mlima Sinai. Mlima Sinai ni mlima wa Mungu. Ni mahali ambapo Mungu amejidhihirisha kwa watu wake. Ni mahali ambapo Mungu amefanya agano na watu wake. Akawaambia kupitia Musa, mkizishika amri zangu na maagizo yangu, ninyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Hebu semeni, sisi ni watu wa Mungu. Na Mungu ni baba yetu. Hilo mlikumbuke daima. Sisi ni watu wa Mungu na Mungu ni baba yetu. Baba yetu aliyetuumba, baba yetu anayetujali, baba yetu anayetutunza, baba yetu anayetuongoza katika mapito ya maisha. Na mkumbuke, kwa kuwa maisha ya mwanadamu yana pia fursa za changamoto, hata unapokabili changamoto, usidhani kwamba Mungu yuko mbali nawe. Hata unapokabiliwa na magumu, usidhani kwamba Mungu amekuacha. Mungu ni mwaminifu. Mungu
ni uaminifu wenyewe. Mtumainie. Hebu sema, namtumainia Mungu. Namtumainia Mungu. Yeye peke yake ndiye kimbilio langu. Katika somo la Injili tunakutana na Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mwalimu na mwokozi wetu. Huyu ni Mungu pamoja nasi. Rudieni, Yesu ni Mungu pamoja nasi. Yesu ni Mungu pamoja nami. Basi tumekutana na Yesu akiwa pamoja na watu wake. Amewafundisha, amewasikiliza, amewahurumia. Na kwa nini amewahurumia? Kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Walihitaji ulinzi, walihitaji uchungaji stahiki, walihitaji kuongozwa kwenye dira inayotosheleza. Na Yesu akawaambia wafuasi wake, na wahurumia watu hawa ambao ni kondoo, mithili ya kondoo wasio na mchungaji. Kwa kuwa Yesu aliwahurumia, alipenda pia kuwateua wachungaji kwa ajili yao. Aliwaita mitume wake kwa majina. Mesikia Petro na Andrea nduguye, Filipo na Bartolomayo, Yakobo na mdogo wake Yohane, Matayo na kadhalika. Hao wote wameitwa 12 waende wakalichunge taifa lote la Mungu. Na msisahau kwamba taifa la kale la Mungu lilikuwa na makabila 12, lakini taifa jipya la Mungu nalo pia unaweza kusema lina makabila yote. Hebu sema, mimi ni kabila la Mungu. Mimi ni wa kabila la Mungu. Na kwa sababu wewe ni wa kabila la Mungu, wewe ni mwana kanisa. Rudia, mimi ni mwana kanisa. Kanisa gani? Kanisa moja takatifu Katoliki la mitume la kimisionari. Haya, rudieni tena. Moja. Haya, sema, hilo ndilo kanisa letu. Hilo ndilo kanisa la kweli. Sio kanisa feki. Sio kanisa. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tulieni nyumbani. Tulieni katika kanisa lenu. Tafuteni kufaidi yale ambayo Mungu amewapatia.
ndani ya kanisa Katoliki mna kila kitu mnachohitaji kwa ajili ya kutakatifuzwa kwenu. Kwa hiyo wale mnaopiga jaramba kwenda kwa kina Mwamposa, si kwa kina nani, kwa kina nani, mnajidanganya, mnapoteza muda. Huko ni feki. Huko ni nini? Naona mama mmoja amemgusa mwingine kwa kipepsi hivi niliposema huko ni feki. Ndio ukweli huo, kwa sababu tumesema kanisa ni hilo kanisa moja takatifu Katoliki la mitume limeanzishwa na Ruwaichi. Umeshasikia hili kanisa likiitwa kanisa la Ruwaichi? Sasa napoibuka kanisa linaitwa la Mwamposa, la babu fulani, haya ni makanisa kweli au ni usanii? Sasa huwa mara nyingi nasema, na wanaovutwa kwenda kwenye hayo makanisa kwa bahati mbaya wengi ni kina mama. Mna shida gani? Mna shida gani? Mbona mnataka na mnakubali kurubuniwa? Naomba niwaagize, jitahidini kulijua vizuri kanisa lenu. Jitahidini kulikuza vizuri kanisa lenu. Jitahidini kukita mizizi katika kanisa lenu, mpate kuwa watakatifu na wakamilifu wa Mungu.